Oya vipi? Safi baba na nzuri. Tupo safi. Fresh full kabisa. Umetokea wapi? Tumetokea Chunya Makongolosi. Hapa Chunya? Chunya baba. Kuna madini? Kuna ngoma pale imeandikwa gold mwanangu. Gold. Imetoka pale ngoma inaimba kinanda. Wana Simba wanachukua gari inaandikwa Kiela Mbeya, alikuwa abiria. Washindwa kuchukua chuma mwanangu. Wale mmekuja nyinyi wenyewe watu wa Chunya, watu wa madini. Tumekuja si wenyewe watu wa Chunya. Tumepaki pale chuma. Umekuja kumtazama mchezaji gani unatamani sana umuone siku ya leo? Yaani pale hakuna cha kuchagua, yaani chote kikosi hatu kumpa mtoto anayezaliwa anapanga tu kikosi na kinakupiga. Utaka zake. Okay. Kuna mwamba bana anaitwa Peter Shalulile. Yaani vyote ni viungo bamia, ni kuteleza tu baba. Kwa hiyo bana Shalulile ni kiungo. Yaani ile namba 9 haimwachi mtu yoyote yule. Na anatamani sana mechi ya tarehe 12. Majamaa wamekimbia kama ujui. Wewe pia ukimbia. Wamekimbia. Makolo. Wamekimbia. Jana tu mechi ilivyoisha wakakimbia. Wenzenu wasema nyinyi mmesajili wazee bana. Wazee? Kwanza one shughuli nani tarehe 12 ndio utawapo niambia majibu. Kwa tarehe 12 ya kuogopesha na kuahidi leo hii Simba asipopigwa 5 unifuate mimi na kuachia namba yangu. 300,000 nakupa mimi. Simba asipopigwa 5 kwa msimu wote huu kwa mechi 3 unifuate mimi 500,000 nakupa. 500,000 nakupa namba yangu leo hii. Tajiri kutoka Chunya. Tajiri kutoka Chunya, tumetoka kwenda kina JSM baba lawe na baba mzazi. Yupo pale amekaa pale. 12 unazoona chuma ngapi wewe? Mimi nataka niwape yani isipungue 2 na kuendelea. Bili wewe Simba unajua umejipanga sana. Hawezi. Hakuna. Steka ipo siji hivi yule. Hapa nicheke kidogo. Bwana Msimbazi anakuchungulia hapo. Hawezi akasema chochote. Anajua matokeo jana. Jana niliwaahidi mimi peke yangu nilikuwa uwanjani na bendera ya Yanga na jezi hii hapa. Niliwaambia Simba asipofungwa kwenye mechi kuna laki. Jamaa alikimbia pale. Jana anapokutamani. Namuona. Yupo hapa Makolo. Hadi jezi anaogopa kuvaa jezi mpya anavaa zamani. Unaogopa? Hapana, siogopi. Yaani kwa kweli nisema ukweli. Kwa kikosi changu cha msimu huu, yaani huyu hapa jiandae. Yaani tarehe 12 mimi naenda na jeneza. Naenda na jeneza. Tarehe 12 Zanzibar. Yaani atazikwa huko. Hapana. Mimi nikwambie, kuna steka mrefu kuliko goli. Yule kazi yake ni kichwa. Apigi miguu. Yeye ni kichwa. Ana kiruka kichwa moja. Mbona unacheka baba? Nacheka. Anafurahisha. Steka mwenyewe vichwa vyake mnaona. Wala afunge goli lakini anaokoa kwenye goli la wapinzani. Wewe steka au ameuziwa kitu ambacho kisiojulikana? Jana ni mtego. Jana ni mtego. Hatuweza kushinda. Jana ni mtego. Steka anaokoa kwa wapinzani? Hapana, yule ni mtego. Yule ni mtego ili uingie kwenye mfumo. Au si? Yule ni mtego. Nani amedala sema ni mtego? Umeona tukisema tushinde jana? Sidhani mgiga ufundu wetu. Sasa jana tuombe tutoke sare, tufungwe ili tarehe 12 Jumatano. Mimi nakwambia yule jamaa wewe na athira na wewe. Hawezi kupata nguvu ya kuongea kwa sababu jana amemdondosha huyo. Anasema huwezi kupata nguvu ya kuzungumza. Hapana kwa kweli. Nguvu nina. Yaani wewe ndio nguvu hauna. Sasa umeniletea Peter Shalulile, atanifanya nini yule? Wewe unaniaje kanyaga? Ana cha kusema. Mimi nimwambia hiki kikosi. Kwa jana majamaa la siwafahamu sijaona mechi hata moja. Ili nimwambia kikosi kinapigwa leo. Jamaa kanifuata. Dakika 88. Akaniambia nipe hela yangu. Nikasema mimi sikupi hela ila mimi nakufunga hapa. Nisipokupakia Mungu kamata roho yangu. Univue nguo nitembee uchi hapa. Nani alisema? Bwana Simba. Kweli mwanangu, kweli ilivyoingia. Sikuona sijui alienda wapi. Jezu alichoma pala akasema unafuata Mangungu. Nikamwambia kwa nini mechi ikiwa nzuri sio ya Mangungu? Inakuwa kwani wote ikiwa mbaya inakuwa Mangungu. Lakini sio mmesikia kauli kutoka kwa tajiri Mo Dewji wa Simba? Tajiri anasema hela ipo benki kwenye akaunti yake. Haipo kwa wachezaji. Haipo kwa wachezaji usajili ndio kama mamlaka baba. Anafariji tu. Niwaambie kama anaume mdai kadi kama anaume. Hakuna chochote. Wana kadi za mashabiki sio za wanachama. Basi tumalize na hili hapa. Mashabiki wengine wa Yanga ambao mpaka hivi sasa bado hawajakuja kwenye Yanga Day, unaweza kuambia kitu gani? Nawaambia sema walipo kama mimi wategemee kitu kizuri kwa siku ya leo. Yanga haiwezi kuwadondosha
wala kuwafedhesha kama Simba aliyowafedhesha. Yaani kwenye siku zako afu unahakikisha mgeni kabisa anakutembelea kweli. Sherehe kwako afu mgeni ale pilau au sile pilau. Inawezekana hiyo. Kwa wana Yanga wote nguvu moja nyuma mwiko. Kwa tuna uhakika leo tunatoka na goli hizi 3. Uhakika moja tu mwakani tena. Mimi nawashukuru sana. Asante sana. Wewe Wambaja hawahi kumuona Simba, aje nimpeleke Pugu hapo Kisarawe, Simba hapo kibao kwenye pori, au twende Kisarawe tu hapo Kigamboni, Simba hapo kibao. Kigeni jana mimi sijakiona. Wewe subiri leo uone surprise namba 6 hiyo. Wewe kaka bwana, naye bwana, wewe mwana kondoo alopotea anarudi nyumbani kaka, hiyo ndo surprise mpya hiyo. Nani? Yaani moja kati la wachezaji ambao wamepigwa ni lile pale. Mtu anatembea kama punda. Yule nani yule Dumbia? Mtu anatembea kama punda. Wewe jana unaambiwa anatembea mpaka nikasema Mungu wangu, mbona kama ipe. Yaani yule ni ipe mtupu, utofauti ni ipe alochangamka. Baba hamna mchezaji mle kaka. Alafu jana ukisikiliza wale nani yule wanakuambia eti wameficha wallet nyuma mfuko wa suruali. Sasa mimi mbona mimi naanza kuangalia kwenye mashindano ya CAF kule. Toka kule za nani kule nani Rwanda kule. Niliwaambia humo hamna timu humo. Mimi humo hamna timu. Mechi ya kwanza Pien Sare Kijola. Mechi ya pili Pien Sare Kijola. Yo kaenda kushinda zidi ya nani wale Singida wale. Napoli wapa pesa. Haya jana kwenye kitamasha chao. Mwisho wa siku baada ya tamasha mwisho wa siku wametomaswa wao sasa. Wewe niambie jana watoto wa muda melala saa ngapi? Maana shughuli banjuka mpaka asubuhi. Jana watoto wa muda wameshikwa manyonyo hapa hoi wamelala nyumbani huko. Nimekwambia jana kulikuwa na tamasha, kulikuwa kuna tamasha wamelitia aibu taifa hili. Kwanza ile dhambi ya watoto wa muda hawajaelewa kinachowatafuna. Kwanza ni dhambi kubwa sana. Mwenyekiti wa heshima anashindwa kuwahutubia mashabiki wake kweli Mangungu. Jamani. Ile ndo dhambi nao watafuna watoto wa muda. Nitafutieni nyewe waandishi habari. Yoyote nyi 3 4 nitafutieni klipu ya Mangungu akiwa wamehutubia mashabiki na wachezaji. Nitafutie klipu ambayo Mangungu kahutubia, nakupa laki sasa hivi. Au nitafutie Mangungu amevaa jezi ya watoto wa muda. Hakuna. Sasa jana nani yule wanampa Mike huyu nani mbosi wao Mudi. Mwisho wa siku anashika bike anaanza kuongopea watu pale. Bilioni 30 naanza kukarabati uwanja gani kwanza? Mtoto wa Mudi akijenga hata uwanja wa kwenda kucheza hata Kobe niitwe Bobby. Nimekaa pale. Uwanja utoke wapi? Upo wewe hivi siku mbili ushaenda Bunju wewe. Nimekwambia hivi ushawahi kwenda Bunju? Nyasi mpaka zimenipita kimo mimi. Sasa wewe kama mtu anashindwa kufika nyasi ataweza huo uwanja? Yaani unaambiaje yule Mudi muongo yule katika vibaka yule namba 1? Yaani mimi ndo ningekuwa shabiki watoto wa Mudi yule aliwaza kuongopa yani ningeteremka pale chini makofi kwa sababu ni mtu muongo. Haya akaweka bilioni 30, akaweka benki gani? Benki zipo hapa Tanzania. Sawa, mzee Utopolo mchezaji gani ambaye unatamani kumuona leo Yanga wananchi? Hiyo surprise. Baba mwana kondoo alikuwa amepotea. Mwana kondoo surprise kizimu atazikija kuzimwa na kuwaka. Faisal huyu hapa kaubaki. Tulia wewe bwana wewe. Sasa tukopi. Watoto wa Mudi miaka 4 hii 5 wanamtaka Faisal. Faisal mwenyewe alishasema siwezi kwenda genge la wauni, sitaki kopwa. Sasa wewe aende kwenye timu ya kukopana kule. Mchezaji anaweza wachezaji wa mafungu ya manyayo. Wachezaji wanauzwa kama kabechi, kama yule nani Ibrahim Dombia yule. Sasa wewe mtu mwenyewe anaitwa Ibrahim, si mgogo huyo. Yaani ana jina jepesi kama mgogo, mtu anaitwa Ibrahim. Yaani utofauti ni Dombia tu. Yule ni ipe mtupu. Nimekwambia leo tazi zikizimwa zikiwakwa. Baba Faisal huyu hapa. Nani Faitoto? Ndani ya nyumba namba 6 hiyo kaka. Mwana kondoo aliopotea huyu hapa. Sasa milioni 3 nini? Ngoja bana. Ngoja. Bwana, katika mtu ambaye alizungumzwa kwenye vinywa vya watu wengi alisema kwa budget anaoitaka mchezaji yule hawezi kutua Tanzania. Shaulile amekuja aje. Sasa wewe kama Shaulile kaja, budget ya kumleta Shaulile hapa sawa na budget ya msimu mzima 2026-27 kwenye kikosi cha watoto wa Mudi, budget ya Shaulile peke yake kumleta Tanzania. Sasa Shaulile kaja, sembuse Feitoto. Shaulile kaja. Shaulile Chawilile basi. Basi ngoja niongeki Chawilile chako. Bwana ngoja niongeki. Sasa pale kuna maafisa kuchomekea wako wawili. Watu watamshuhudia Shaulile, afisa kuchomekea, watu watamshuhudia Max Zengeli, afisa kuchomekea. Sasa shughuli hiyo tukutane Zanzibar. Najua ile talo shatangulia guest za Zanzibar nitawakuta kule. Tarehe 12 Mungu wangu. Kipigo unachokwenda kumpiga kipigo cha paka mwizi. Nimekwambia na kwenda kumdondoshia Kosovo yule. Sasa nipigia kelele alisema si walizulumiwa goli la Selemani Mwalimu. Wakachukua muungano ule. Sasa nataka nikawaulize lile ilikuwa goli halali ama la? Au yule muungano alibebaje? Baba kwa timu ile ambayo nimeiona watoto wa Modi. Toka kwenye mechi ya Sekafa
mpaka jana kwenye kitomaso chao cha jana hapa. Baba mna timu mna kaka. Mazoezi na kwenye michuano ya Sekafa kule. Allah. Hivi ngoja kwanza. Hivi shughuli iweze kunoga. Si lazima mbanjuke kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa watoto wa Mudi wamebanjuka dakika 90, unaambia dakika za jioni. Mvua hata ilikotoka masheo umekula wima jana, mvua tika. Bwana pingu moja tu mtoto wa Mudi kwa koloni. Nimekwambia. Bwana umemwalika mtu chumba chako, nchi yako, chakula mpe, bado akukanda mikofi. Akatuheshimiane kaka. Nani kawe? Baba leo kajichanganya huyu mkongoze tupwisa na kwenda kumpigeza tupwisa na baba leo naona. Yaani leo nataka nimpelekee salamu mtoto wa Modi. Baba leo na goli zangu 5 kaka zilizoenda mjini kaka. Leo goli 5 kaka. Ya huyu mkongo. Yaani huyu mkongo kayatimba kayakanyaga hatuwezi kufanana. Yaani wewe mtoto wa Modi akandwe na mimi leo nikandwe kaka. Hatuwezi kuishi nchi kaka mbale baba ndevu mtoto ndevu dada ndevu nataka jitofautishe leo. Wauni wale wamepigika jana kule kaka. Kachezea kofi moja tu mtoto wa Mudi jana. Kwa hiyo kuna tamasha na Tomaso. Kwa hiyo sasa leo hili tamasha jana Tomaso. Kwa hiyo Tomaso la jana limeisha. Sasa waje wananchi washuhudie burudani ya Mangoba Shaurile. Bwana leo pila uirombe pila uyangazo tunakwenda kulishuhudia. Mangoba leo utakwenda kumwona. Yaani hiyo tupu tunakwenda kutambulisha leo. Yaani tunasema mwakani tena ligi ya mabingwa nyumbani. Unaelewa hiyo kwanza. Tunamaliza na ile panzo utopolo. Wanasema jana walikuwa wanawatega nyie. Ni kwa pila gani? Jana kama kweli walikuwa wanatutega sisi dakika 45 za mwanzo 45 za kipindi cha pili. Angalia shoot on target kapiga ngapi na mgeni kapiga ngapi? Mtoto wa Mudi dakika 90 zote kapiga shoot on target 3. Yule mgeni kapiga shoot on target 80. Nani yuko bora hapo? Kwa sasa ukiniambia na mtega sijakuelewa hapo wewe. Unasema unaitaka mechi ya 12 watawapasua nyinyi. Kwa pila ile, kwa mpira ule, pila kombolela, pila gimbi la jana nifunge mimi Zanzibar. Nitwe Bobby naenda kumkanyaga yule Zanzibar yule. Tena aseme mwenyewe Zanzibar. Ni mchinja au ni mnyonge? Maana kuna kuchinja na kunyonga. Kwa hiyo tarehe 12 aseme yeye mwenyewe. Ni mchinja au ni mnyonge? Hatoki mtoto wa Mudi Zanzibar kwa timu ile jana. Nimeona wachezaji wanaruka pila gimbi pila kombolela. Kaka tuheshimiane kaka. Ndio shuhudie pila winome pila uyangasule. Ndio maana nimekwambia kuna tamasha na Tomaso, ndio shuhudie tamasha la leo. Kuanzia performance ya wasanii mpaka burudani kwenye mpira miguu yani football. Utakwenda yani waandishi wenyewe habari je leo mtaenjoy leo kaka. Jana naambia baada ya kula kidude hapo naambia amefarakana. Viongozi kule, wachezaji kule, mashabiki kule. Ulimi huu unaambiwa. Jana amecheza mikofi na maafande. Mimi nataka nishangae. Polisi unafungwaje na wale vibaka. Wewe polisi ufungwe na vibaka. Wakati polisi anaweza kuimilimili mikikimikika majambazi, ufungwe na wale vibaka. Sasa jana tumeona wale polisi kweli sasa. Mimi nakushukuru sana. Bwana waambie watoto wa Mudi waje wale. Maana jana si Tomaso. Jana si Tomaso. Waambie waje angalie bulu. Bwana ukitaka uje leo wakati wa hizo kazi tumefika. Maana jana kulikuwa mnashamla kama ila leo sikilizia hii hapa kwanza wewe.